Roho Mtakatifu anaongea na mwanadamu yoyote kwa njia 7. Njia namba 1 ni njia ya sauti ya ndani. Sauti ya ndani ni njia iliyogawanyika kwenye segmenti 2. Kuna sauti ya upole na sauti ya mawazo. Sauti ya upole ndio hii sasa. Unapokuwa umekaa mahala kama una mahusiano mazuri sana na Roho Mtakatifu, anakuwa rafiki. Anakwambia inuka hapa, twende Kariakoo. Unasikia mtu anakuambia ndani twende Kariakoo. Unaweza kumwona mtumishi anainuka tu anaondoka. Unasema huyu anaenda wapi? Kumbe kuna rafiki yake aliyemsemesha twende Kariakoo. Na watu wengi wame experience hii pasipo kujua. Anaweza kasikia anaitwa fulani, alafu anageuka, nani kaniita? Huyo bado hajafahamu nini kinaendelea. So hiyo ni njia namba 1, imegawanyika kwenye segmenti 2. Segmenti ya kwanza nimesema ni sauti ya ndani kama wazo. Linakuja wazo, mpigie simu mwalimu Aaron. Unampigia simu, teacher unaendeleaje? Kumbe yuko kwenye hali ngumu sana. Unasema anakwambia yani wewe acha umenisaidia sana. Kama nimejua vile. Wazo tu nilipata tu wazo tu nikupigie teacher. Unanielewa? Wewe unaona nilipata tu wazo nikupigie teacher. Kumbe ni Mungu alikupa wazo, alikuvuvia wazo, mpigie. Roho inaweza kuongea na mwanadamu kwa wazo. Ndio maana Nyakati wa Pili ukisoma wazi, Biblia inasema wazi, kisha shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi. Sio kwamba shetani alisimama juu ya nchi, hapana. Alikuwa closely to David, akamvuvia mawazo. Wahesabu, akawahesabu. Kwa hiyo ni njia namba 1.